Mi kwanza nafikiri niweze kuanza kiundani zaidi. Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye alitambulishwa pande mbili. Tambulishwa Simba Sports Club ambao alikuwa anawatumikia kwa msimu uliopita, na pia mara baada ya siku mbili akatambulishwa Dar es Salaam Young Africans, lakini hiyo haikuwa sababu ya msingi sana. Tuliona Simba walimtambulisha kwa njia ya picha, na mara baada hapo siku mbili comeback ikapigwa, ambapo Selemani Mwalimu alikuwa Zanzibar na kikosi cha Simba wakijiandaa na kumkabili mtani wao Ngao ya Jamii. Na mara baada ya hapo tuliona Dar es Salaam Young Africans kabla ya mchezo wa Ngao ya Jamii wakamtambulisha Selemani Mwalimu ambao walimchukua kwa mkopo kutoka Wydad. Sababu ambazo zinafanya Selemani Mwalimu mpaka leo hii atumuoni akitumikia klabu yake mpya Dar es Salaam Young Africans ni kwamba tayari timu ya Simba Sports Club ilikuwa ishamuingiza kwenye mfumo FIFA Connect, ambapo ilikuwa tayari ishapendekeza jina lake kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kuitumikia Simba Sports Club kwa msimu wa 26-27. Sababu ambayo inafanya Selemani Mwalimu mpaka sasa hivi tusiweze kumuona kikitumikia kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ni kwamba Simba bado hawajaruhusu. Ili Simba iweze kuruhusu Dar es Salaam Young Africans iweze kumregister Selemani Mwalimu kwenye FIFA Connect ni mpaka pale Yanga atakapokuwa au Selemani Mwalimu au Wydad Casablanca watakapokuwa wamelipa zile fedha ambazo Simba Sports Club ilitumia FIFA Connect kwa ajili ya kumregister Selemani Mwalimu kwa ajili ya kuwatumikia msimu mpya wa 26-27. Zitakapokuwa zimelipwa zile fedha ndo tutakapopata kumuona Selemani Mwalimu akiweza kuitumikia Dar es Salaam Young Africans. Ni sahihi kwamba zile fedha zisipolipwa tusitegemee kumuona Selemani Mwalimu akiingia uwanjani kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu tayari kwenye mfumo wa FIFA Connect hatokuwepo. Jina lake linasoma Simba Sports Club na tuwezi kumuona akitumikia Dar es Salaam Young Africans aliyakuwa pale zile pesa zijalipwa. Mpaka zile pesa zitakapokuwa zimelipwa na jina lake likawasilishwa kule FIFA Connect ndio tutakapokuja kumuona Selemani Mwalimu akitumikia klabu cha Dar es Salaam Young Africans. Bila kulipa zile fedha na bila kusajiliwa kwenye FIFA Connect hawezi kucheza, kwa sababu FIFA always wanahitaji list ya wachezaji ambao watakuja kutumikia katika msimu unaofuata, wachezaji ambao watakuja kuwa nao katika msimu husika. Kwa hiyo ili Selemani Mwalimu aweze kudondoka uwanjani na kucheza, automatic lazima jina lake liwe limewasilishwa FIFA, na bila jina lake kuwa kule ni sawa na kazi bure. Kwa hiyo tunategemea hapa Dar es Salaam Young Africans iliweze kusolve swala la Selemani Mwalimu. Wanatakiwa kulipa zile fedha, kuwalipa Simba Sports Club kama fidia ya zile fedha ambazo walizilipa kule kwa ajili ya kumregister Selemani Mwalimu, na jina lake liweze kufutwa kwenye listi ya Simba Sports Club ambapo yale majina yalipowasilishwa kule FIFA, na jina hilo liweze kuwasilishwa kwenye orodha ya wachezaji wa Yanga ambao watakuwa tayari wamepata kuregistiwa kule FIFA Connect. Simba sio kirahisi kuweza kumrelease Selemani Mwalimu kwenye listi ya wale watu ambao waliowasilisha FIFA Connect, ni kwa sababu ya Selemani Mwalimu kwanza ni mchezaji ambaye alileta mtafaruko sana, aligonga sana vichwa vya habari. Usajili wake ni kama ulishika hatamu, kwa sababu kipindi anakuja kusajiliwa kwenda Dar es Salaam Young Africans alitokea kambini kwa Simba Sports Club ambao alikuwa Zanzibar kujiandaa na mchezo wa Ngao ya Jamii. Kwa hiyo ni kama kulikuwepo na mkanganyiko, lakini tofauti na hilo Simba Sports Club hawezi kumrelease Selemani Mwalimu kwamba kabla hawajalipwa zile fidia zao. Kama Simba Sports Club wakipata ile fedha ile fidia ambao wanahitaji, nafikiri Selemani Mwalimu atakuwa ni mali halali. Mpaka sasa hivi ni mali halali, lakini uhalali wake mpaka tuone atakapokuwa ameingia uwanjani na kuanza kuitumikia klabu yake mpya. Kwa hiyo Simba Sports Club sio leo wala kesho kuweza kumrelease Selemani Mwalimu hivi mpaka wapate zile fidia na ile fedha ambayo waliweza kuinvest kule kwa ajili ya kuregister jina lake Selemani Mwalimu FIFA Connect. Hii naona inamwathiri Selemani Mwalimu kwa sababu ukiangalia atatumia muda mwingi sana kukaa nje ya uwanja wakati akishughulikia hizi taratibu zake ziweze kukaa sawa. Ukiangalia kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kina watu pale mbele ambao mpaka sasa hivi wanaendelea kumuonesha Mwalimu Mankoba kwamba wao ni watu wa aina gani.
Ukimwangalia kuna mtu kama Sharulile pale, kuna mtu kama Mzize, unao watu wengi sana ambao pale mbele wakina Sheikh Ibrahim Ture, kwa mpaka Selemani Mwalimu anakuja kumaliza tanani hizi taratibu zake na kuja kujiunga na Dar es Salaam Young Africans. Sidhani kama linawezekana ni swala la leo wala kesho. Mpaka Mwalimu Mankoba kuja kumwamini tena, itambidi atumie tena muda sana kuja kumwaminisha Mwalimu kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani. Na mimi naona kwangu inamwathiri sana Selemani Mwalimu. Right, kama sasa hivi angekuwa shakamilisha taratibu zake, anaendelea kumuonesha Mwalimu kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani, nafikiri ingekuwa inaendelea kutuaminisha kwamba Selemani Mwalimu ni mshambuliaji mzao ambaye anaendelea kufanya ule umafia ambao tumeuzoea kuona toka akiwa ametokea Zanzibar, amekuja Tanzania, baadaye ndo akatoka kaenda Wydad, amerudi tena Tanzania akiwa na Simba Sports Club, baadaye ikawepo na hii mitafaruko. Sasa hivi tunamuona Dar es Salaam Young Africans. Tulitegemea kuona ule ubora wa Selemani Mwalimu kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu always amekuwa akitembea kwenye namba ya goli 6, 7, anaongezeka 8. Tulitegemea msimu huu angalau tumuona angalau kwenye 10 plus, angalau magoli 15 na kuendelea, kwa sababu tayari ana namba nzuri ya watu ambao wanaweza wakamfanya yeye aweze kuyafikisha yale magoli tofauti na aliyofunga msimu uliopita. Kwa mimi nafikiri hii inaweza kumwathiri Selemani Mwalimu automatic, kwa sababu atopata muda mwingi wa kuonesha kile kitu. Although mazoezini atakuwa anafanya naenda, lakini sisi tunategemea kumuona uwanjani akiwa na mpinzani ni kitu gani anakwenda kumuofa Mwalimu Mankoba. Yes. Siwezi kusema Dar es Salaam Young Africans na Mr. Selemani Mwalimu. Ila nafasi ya Selemani Mwalimu naiona Dar es Salaam Young Africans, ijapokuwa kuna ushindani na upinzani mkubwa pale. Unaye mtu kama Sheikh Ibrahim Ture, unaye mtu kama Peter Sharulile, unaye mtu kama Maanamiax Nzengeri pale. Sometimes tunamuonaga anatumika kama force number 9. Unaye mtu kama Clement Mzize. Kwa mimi nafikiri Selemani Mwalimu uhitaji wake ni mkubwa pale Dar es Salaam Young Africans, lakini sio kwa ile level aliyakuwa. Selemani Mwalimu ni mtu ambaye anaweza akakuofa, ana nguvu, ni mtu anajituma, ile 1v1 anaweza. So siwezi kusema kwamba Selemani Mwalimu ni mtu ambaye watamisi sana Dar es Salaam Young Africans, lakini ni mchezaji ambaye angekuwa ameshamaliza taratibu zake, angepata kutuofa kile kitu ambacho tunategemea kukiona kwa mchezaji mzawa kama Selemani Mwalimu, kwa sababu ana nguvu, ana uwezo, ana maarifa, na ni mtu always anapenda sana kucheza na nyavu. Kwa hiyo nafikiri kwa hichi kipindi tuseme mambo yake atakapokuwa yamekaa sawa, basi tutapata kumuona Selemani Mwalimu tukimzungumza kwa nyakati tofauti. Endapo akipata mechi 2, mechi 3, tutapata kujua kwamba Mwalimu Mankoba aweza atamtumia nani, acheze na double striker, aweza kwa kumtumia Selemani Mwalimu naweza na Sharulile au Tule na Mwalimu, au acheze na nani na uzuri Selemani Mwalimu ana uwezo wa kuwa anatokea pembeni. Anaweza ni mshambuliaji kiasilia, lakini ni mtu ambaye anaweza kaa anatokea pembeni. Kwa hiyo unaweza ukacheza na double striker mbele, lakini Selemani Mwalimu pia ukampa option na yeye ya kutokea pembeni kama mshambuliaji. Kwa mimi nafikiri kama akimaliza taratibu zake tukamwangalia kwenye mechi 2, mechi 3, nafikiri Selemani Mwalimu tutapata kumzungumza tena zaidi, endapo tutapata kumuona akicheza labda na moja ya washambuliaji hao. Tutaangalia impact zake zikoje na tegemeo lake kwa Mwalimu Mankoba litakuwa la namna gani. Nikushukuru sana. Thank you.